Yes, mpenzi mtazamaji wetu wa Tayo Media Kusini A, tuko live, tuko mubashara kupitia Tayo Media Kusini A, lakini wako wengine wanaotufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama Instagram Tayo Media _Kusini A, lakini pia vile vile wako wanaotufuatilia kupitia mitandao ya YouTube pamoja na mitandao ya Facebook kupitia Tayo Media Kusini A. Na timu nzima ya Tayo Media leo imefunga safari na kuja moja kwa moja mpaka Dumila katika kanisa la Anglican Njia Panda. Hii ni kuja kuonana na kwaya kongwe sana, kwaya kubwa sana katika dayosisi yetu ya Morogoro. Na leo hapa kama mnavyotuona tuko na timu nzima ya Emau kwaya Dumila Morogoro. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Mko wazima kabisa? Tuko live kupitia Tayo Media Kusini A na leo tumeamua kuwatembelea kwa ajili ya kufanya mahojiano kidogo. Mnajisikiaje kwanza kwa ajili ya kupata nafasi ya kuweza kufanya mahojiano? Au sio? Basi tuanze kujitambulisha, tufahamiane, wewe ni nani, una nafasi gani kwenye kwaya? Tuanze na nani? Mwenyekiti kwanza. Karibu mwenyekiti kwa ajili ya utambulisho. Mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri. Uko live kupitia Tayo Media Kusini A. Watazamaji wetu wanatamani kukufahamu, wewe ni nani, unatokea wapi, na kwenye Emau wewe ni kiongozi gani? Karibu sana. Kwa neema ya Mungu ninaitwa Neema Emmanuel Semwina. Amen. Mimi ni mwenyekiti wa Emau kwaya. Ndio. Lakini pia ni mratibu wa elimu ya Kikristo parishi ya Dumila. Amina. Amina. Amina, Mungu akubariki sana. Amen. Na pembeni hapa naona kuna mwingine hapa anayejitambulisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri, tunashukuru Mungu. Tuko live kupitia Tayo Media Kusini A hapa. Watazamaji wetu wanatamani kufahamu wewe ni nani na unasika kama nani kwenye Emau? Asante sana. Mimi naitwa Naomi Elias. Katika kikundi cha Emau mimi ni mjumbe. Mjumbe? Yes. Wajumbe watu wabaya nyinyi, wajumbe nyinyi. Mungu akubariki sana. Na tumalizie pale na dada mwingine pale. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri. Uko live kupitia Tayo Media Kusini A na watu wanakutazama sasa hivi. Uko live, natamani kufahamu wewe ni nani? Mimi umeniambia ni nani? Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Neema Christopher Mlima. Amen. Ni mwalimu wa kundi la kwaya ya Emau. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Umesikia utambulisho wa kutosha kabisa, utambulisho umejaa vizuri sana. Tuko na mwenyekiti wa Emau, tuko na mjumbe, lakini pia tuko na mwalimu mwenyewe wa Emau kwaya. Unavyoona Emau mambo yanakuwa mazuri, basi ujue kuna timu kama hii inafanya vizuri. Sasa tuko hapa live na kipindi hichi kinarushwa hewani moja kwa moja. Tuko na wadhamini wetu kama mnavyoona meza imechafuka. Tuko na wadhamini wetu hapa, tuna Winie Fresh Mtindi. Huu ni mtindi mzuri sana kwa afya yako. Jamani wapendwa, unaweza kukamata chupa yako hapo. Hizi ni za kwetu, tumeambiwa tunywe. Mzamini anasema tunywe. Ni Winie Fresh Mtindi, anapatikana kule Kilosa. Ni maziwa fresh sana kwa ajili ya chakula, ukiwa unakula ugali ama ni fresh ndio kapiga hivi bila hata kuwa na chakula. Mambo ni mazuri kabisa. Ni mazuri kwa afya. Hao ni wadhamini wetu. Lakini pia tuna wadhamini wetu wengine ambao ni Wemins. Hawa ni mafundi wa umeme ambao wanapatikana Dumila, nao wako katika kuonesha Tayo Media inapanda viwango vya mbali kabisa ndani ya dayosisi ya Morogoro na nje ya dayosisi ya Morogoro. Sasa basi turudi katika mahojiano yetu. Na moja kwa moja kwanza nimefurahi kuwaona. Asante sana. Mmechukuliaje kwanza timu nzima ya media? Maana media imesafiri kutoka Kilosa kuwafuata hapa Emau kuja kupiga story. Hapa tunapiga story. Mmechukuliaje kwanza nafasi hii kuweza kupata nafasi ya kuweza kuwasili, yani Tayo Media kuja kupiga story namna hii? Mwalimu, unazungumziaje nafasi hii? Tunajisikia vizuri sana. Unajisikia vizuri sana? Sana. I see. Neema. Mwenyekiti naye anazungumziaje nafasi hii ya media kuwafuata hapa kupiga story namna hii? Ukweli kwanza tunafurahi. Ndio. Alafu tunaona media imetujali mpaka kuja kufanya interview hii. Ndio. Pamoja na sisi. Sawa. Kwa kweli imetujali. Mungu awabariki sana. Amina, amina. Basi mpenzi mtazamaji, tuko live kupitia Tayo Media na hapa tuna wageni wetu ambao ni Emau kwaya wamewakilishwa. Hawa ni baadhi tu ya wanakwaya. Sasa nianze kidogo kwanza kuhoji. Nianze na mwenyekiti. Mwenyekiti, kwaya ya Emau ina jumla ya wanachama wangapi?
Kwaya ya Emau ina wanachama jumla yake ni 50. 50. Emau kwaya ina wanachama 50. Kwaya ina wanachama 50. Hii ni hatari. Na unawezaje kulimanage kundi kubwa namna hiyo wakati nikikuona mwili wako na idadi ya watu mbona ni wengi sana? Sio kwa nguvu zangu peke yangu. Ndio. Tuko viongozi wengi lakini pia Mungu ndiye anatusaidia. Amina. Tunajishusha kwake. Amina, amina. Amina. Labda swali lingine nikuulize, Emau, watu wanaifahamu Emau kama ni waimbaji, wainjilisti, ni kwaya ya muda mrefu sana. Watu wanafuatilia kutoka enzi na enzi. Sasa tunatamani kuifahamu Emau kiundani zaidi. Emau ni kwaya ama ndani ya kwaya kuna vitu gani, kuna vipengele gani, kuna vitu gani? Nataka kuifahamu Emau kiundani zaidi sasa. Karibu sana. Kwa kweli ndani ya Emau upo uimbaji. Lakini pia tunafanya kazi ya mapishi. Ndio. Ukiwa na sherehe yako, harusi, send off na sherehe nyingine ndogo ndogo zote tunafanya. Ndio. Lakini pia tunakodisha vyombo. Vyombo vyetu vya muziki wao tunavikodisha. Ndio. Amina. Amina. Mpenzi mtazamaji, majibu ya mwenyekiti anatuambia ndani ya Emau kuna miradi ambayo wao wanaifanya nje ya uinjilisti wa uimbaji, lakini pia huwa wana miradi. Kwa mfano amezungumza hapa, wana mradi wa mradi wenu msema mmoja hapo, mapishi. Wana sasa mapishi mnaliekaje, inakuaje? Yani ni kitengo yani kipo kitengo rasmi cha catering. Ndio. Okay, niliona kuna siku niliona kama imeandikwa Emau Catering Service. Nikana najiuliza sikupata majibu. Kumbe ndio hiyo ambayo ni ya kwenu nyinyi. Iko ndani. Mungu awabariki sana. Lakini nje ya catering kuna mradi gani mwingine umezungumza hapo? Mradi mwingine tulionao ni tunakodisha vyombo vyetu vya muziki. Vyombo vya muziki. Ndio. Amina. Na umezungumza kwamba mnatumika katika shughuli mbalimbali, shughuli za kama sherehe, misiba, lakini umetaja sherehe nyingi hapo. Je, swali langu, mnahudumu ndani ya Dumila hapa mlipo ama hata nje ya Dumila pia mnahudumu? Kweli tunahudumu hadi nje ya Dumila. Nje ya Dumila. Amina. Amina. Mpendwa mtazamaji, majibu ya mwenyekiti kidogo yametupa picha kuifahamu Emau kiundani zaidi. Emau ni kundi kubwa, lina wanachama wasiopungua 50. 50 na wanachama wengi sana. Sasa mjumbe, mimi na maswali kidogo ya kukoje kidogo hapo. Mjumbe, kundi la Emau ni kundi kubwa sana. Labda uniambie, mwenyekiti ametuambia hapa kwa sehemu kwamba kundi hili lina miradi mbalimbali, lakini natamani kufahamu makundi mengi ya kwaya kwenye swala la kuwajibikaji huwa kidogo inakuwa changamoto. Yaani changamoto ni kwamba amezungumza swala la mapishi. Sasa swala la mapishi ukileta kwamba mtu utakuta wengine wa baba au watoto wa kiume kumwambia swala la mapishi itakuwa ni vigumu. Je, kwenye kundi lenu la Emau likoje hili swala? Wajibikaji wenu? Sisi wajibikaji wetu likitokea swala la mapishi, ndio tunafahamishana wote kwamba kuna swala la mapishi limetokea sehemu, kwa hiyo tunakutana wote kwa ajili ya kufanya lile swala ili liende vizuri. Ndio. Ndio. Mungu awabariki sana. Na hakuna labda wengine kuona kwamba hii kazi ya mama, hii kazi ya hapana, yani kundi letu lina umoja. Tunachoshukuru Mungu tuna umoja. Amina. Na kabla ya yote tunamtanguliza Mungu, ndio anayetusaidia kwa yote. Amina, amina. Amina. Jamani, tumewasikia Emau kwa sehemu, tumeshaifahamu na tumejua sasa Emau ni nini na wanafanya vitu gani. Sasa hapa leo tupo timu kama ya Tayo Media Kusini A. Tuna jambo kubwa sana ambalo limetuleta hapa ili kuweza kufanya interview hii pamoja na nyinyi. Na jambo kubwa ni tarehe 29, mtoko tarehe 29. Nafikiri nianze na hii swali liende kwa mwalimu moja kwa moja. Tarehe 29 kule Kusini A, kanda ya Kusini A wameandaa tukio moja ambalo ni la uzinduzi wa kadi za wanachama ama kadi za Tayo kwa vijana. Na nafikiri tumepata mwaliko kama Emau na tukakubali kuweza kushiriki. Mwalimu, kwako, umelipokeaje swala la mwaliko huu kwa ajili ya kwenda kushiriki tarehe 29? Kwanza kabisa nimefurahi kupokea mwaliko huu. Amen. Sana sana, na niwaahidi kama kundi la Emau na kama mwalimu wa kwaya ya Emau, yani wajiandae. Kuna vitu vingi sana tumejiandaa kwa niaba ya burudani pia kwa kuwafurahisha watu. Kwa hiyo wajiandae, yani kwa kweli tumejipanga. Amina. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri. Watu watarajie. Yani wajae, waje watuone. Sasa kidogo kama kuna itaibuka kundi lote la watu wa 50 ama
Yaani tutafika wote watu 50. Watu wote 50. Hatuachagi watu wengine nyuma. Mpenzi mtazamaji na mwenyeji wa Kusini huko, unasikia kitu hicho kwamba watu 50 kutoka Emau Kwaya, timu nzima ya Emau Kwaya itashiriki siku ya tarehe 29 katika tukio kubwa sana la uzinduzi wa kadi za wanachama wa Tayo. Sasa basi moja kwa moja tulitamani siku ya leo kuwepo na KK mwenyeji, lakini tuchukue nafasi hii sasa kuweza kuwasiliana naye ili aweze kutukaribisha, tumsikie mwenyewe kwa sauti yake, atukaribishe tuone, tusije tukaenda kule kumbe mwaliko mtu aliandika tu juu juu. Au mnasemaje? Basi ngoja tuungane naye moja kwa moja ili tuweze kumsikia anatukaribishaje ama maandalizi yakoje kiujumla. Wakati tunaungana na katibu kanda mwenyeji wa kule Kusini tunaendelea kupata 1 2 3 kutoka Winnie Fresh Mtindi. Mambo yakoje hapo? Mambo ni mazuri. Sasa kwa taarifa ametuambia kwamba hayo tutaenda kuungana naye kule. Katibu kanda, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, habari ya uzima? Nashukuru Mungu, habari za hapo? Hapa ni nzuri, huko live kupitia Tayo Media Kusini Naam. Na leo timu nzima ya Tayo Media tumeweza kuwafikia Emau Kwaya hapa Dumila. Naam. Na hivi sasa ninavyozungumza tumefanya mahojiano mawili matatu, tuko na mwenyekiti wa kwaya ya Emau, lakini tuko na mwalimu wa kwaya ya Emau na tuna mjumbe wa kwaya ya Emau. Nafikiri wamejieleza vya kutosha, na kubwa kabisa ni tarehe 29 ya mwezi wa 3 kwenye tukio zima la uzinduzi wa kadi au vitambulisho vya vijana. Emau wamelipokea swala hili kwa mikono miwili na kwa shangwe kubwa sana. Sasa tukasema kwamba ngoja tujiridhishe, ili tukio lipo kweli ama tu barua mtu aliamua kuiandika tu ili waone Emau watalipokeaje. Sasa nikasema ngoja tuungane na katibu kanda mwenyeji wa kanda ya Kusini aweze kutuambia, kutuhabarisha kulikoni kule Kusini tarehe 29 mambo yakoje. Karibu kwanza kujitambulisha ni nani wa kufahamu, lakini pia tuendelee na ratiba zingine. Karibu sana katibu kanda. Naam. Kwanza niwashukuru sana watu wa Tayo Media. Amina. Timu ya habari na matangazo niwashukuru, lakini pili nishukuru kwa ajili ya kufanya jitihada. Amen. Nishukuru sana baba Kanoni. Amina. Kamwenye. Ndio. Ambaye kwa kweli amekuwa ni baba, kwa kuwa tulimpa taarifa kwa Emau. Amen. Na kwa ni vyema wanaye awaruhusu. Lakini nasema kwamba ukiwa na mbio angalia leo kimbiza nyuma. Ndio. Tunashukuru sana walio nyuma ya vijana wa Kusini wachungaji na baadhi ya dini. Ndio. Tunashukuru kwa sababu ya Emau. Emau wamekuwa ni watu ambao wa kujitoa na wa kujitolea kwa ajili ya huduma, si watu wa kuangalia twende wapi. Ndio. Kwa hiyo niwapongeze, tukio kweli lipo. Ndio. Tukio lipo, litafanyika tarehe 29 Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa 3 mwaka 2025, itafanyika Manzese. Sawa. Na tukio lipo kwa ajili ya kuzindua rasmi utaratibu au mfumo wa kupatikana kadi za elektroniki za Tayo kanda ya Kusini Ndio. Naam. Asante. Sasa kwa faida ya mtazamaji anatamani kufahamu kwa nini hizi kadi, naomba utuelezee imekuwa kwa gani, mchakato gani, wengine hawafahamu kwamba uzinduzi wa kadi za vijana, umuhimu wa kuweza kuandaa hizo kadi ama hiyo programu ni nini, yani faida yake, ama mliwaza nini kama kanda ya Kusini kuweza kuweka jambo kama namna hii? Tunaita Tayo electronic card. Ndio. Hizi ni kadi ambazo zitatumika kuwatambua vijana waliopo kanisani. Ndio. Tunafahamu sasa hivi dunia inapokwenda na mwingiliano wa watu, mwingiliano wingi wa madhehebu. Ndio. Sasa kutambuana ni jambo jema. Ndio. Inaweza leo hii kila mtu anakuwa na kadi nyingi. Kadi za vyama vya siasa, kadi za nyingine ambazo tunazifahamu za utambuzi wa mtu. Ndio. Lakini sisi kama kanisa tunatambuanaje kama vijana? Ndio. Mathalan, leo naweza nikatoka kanda Kusini nitakwenda kanda ya Mashariki, upande wa Morogoro. Ndio. Au nitakwenda kanda ya Kusini. Ndio. Yani Kilombero. Ndio. Upande wa Mikumi Kilombero.
nitakwenda kanda nyingine, lakini nikikwenda nikipata changamoto yoyote, ni nani ambaye atakuwa ananitambua kama huyu ni mtu wa kanisa? Ndio. Tunaamini kadi yoyote au kitambulisho chochote kinaonyesha mtu alikotoka na mazingira yake, lakini hii kadi itamfanya mtu kwamba huyu ni mtu wa kanisa, na kama ni mtu wa kanisa, ile kadi imeeleza nyuma kwamba kama mtu yule anapata changamoto au kadi imepotea, na shida yote, basi apelekwe au mawasiliano yafanyike kwa mchungaji wa kanisa Anglikana aliye karibu naye. Ndio. Kwa hiyo kutambuana kanisani ni jambo jema, lakini jambo la pili ni kadi. Ndio. Tumefikiria namna ya kuendesha hizi parishi zetu. Ndio. Kadi ni gharama ndogo, lakini kidogo kipatikana, tukiondoa zile gharama za uendeshaji, kinachobakia tunajumlisha kwenye parishi ikasaidia majukumu ya parishi. Ndio. Kwa hiyo kila kadi inayopatikana kuna pesa ambayo inarudi baada ya kutoa gharama za uchakataji, inarudi kwenye parishi husika. Ndio. Na tumefanya hivi kwa parishi zote, tumerudisha ile gawio au ile pasenti ambayo inabaki kwenye uchakataji wa hizi kadi, inarudi kwenye parishi kwa lengo la kuendesha maisha ya parishi. Parishi ndio inaendesha dinari, inaendesha kanda. Sawa. Kwa hiyo leo hii tukisema kuna kikao au kuna jambo lote kwenye kanda au kwenye dinari, anayeumia ni mtu wa parishi na wa kanisani. Hata hii tuondoe mzigo huu, tukiweka pesa kwenye parishi kule za vitambulisho, ni rahisi hiyo parishi kuiongoza parishi yenyewe, dinari, hata kama kuna michango ya kanda dayosisi inakuwa rahisi. Lakini jambo la nne, tunabaki na database au kandidata ya vijana kwenye database yetu ya kanda na ya dayosisi, kwamba tujue tunapina wangapi, wenye umri gani, inakuwa rahisi kuwatambua. Sawa. Amina, nikushukuru sana kwa maelekezo hayo katibu kanda, lakini pia nitamani kufahamu maandalizi rasmi sasa ya tukio hili siku hiyo tarehe 29. Tukio litakuwa wapi? Kwa yule ambaye anatazama sasa hivi aweze kufahamu litakuwa wapi, litafanyika muda gani? Karibu sana kwa ajili ya maelekezo. Tukio kwa mujibu wa kikao cha viongozi wa maparishi kilifanyika tarehe 8 ya mwezi wa pili mwaka 2025 ilifanyika Manzese. Ndio. Waliazimia, tuliazimia tukio lifanyike Manzese tarehe 29 mwezi wa 3. Sawa. Lakini pia kwa baraza kikao cha kanda cha tarehe 8 ya mwezi wa 3 pamoja na maili ya dini na viongozi wa dini pia walibariki jambo lifanyike Manzese tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Ndio. Kwa kimsingi tukio litafanyika Manzese kuanzia majira ya saa 4, na itakuwa tukio cha muda mrefu mpaka jioni. Hapana, tamani mpaka mchana tumalize tuondokee. Tukio litakuwa tukio ambalo litakuwa ni kubwa na ni nzuri la muda mfupi. Ndio. Na tuna mgeni ambaye tunakuja ili azindue kadi zetu, azindue vitambulisho vyetu, na wale ambao wote wameshakata kadi tayari watapewa kadi zao pale na mwenye rasmi ambaye atapata nasi katika kuzindua zile kadi. Asante sana katibu kanda, lakini nitamani kufahamu nje na tukio hilo kutakuwa na shughuli zozote zingine zile ambazo zitakazokuwa zikiendelea hapo? Shughuli zipo. Karibu. Shughuli zipo. Kuhusu tuna mambo ambayo yanaendelea kwa vijana. Ndio. Wengi wanaona t-shirt, wanaona kofia, lakini kutakuwa na banda maalum. Kama umekosa bidhaa hizo, basi kuna banda maalum ambalo litakuwepo kwa ajili ya kupata hizo huduma. Sawa. Kuna watu wanakosa winnie fresh mtindi. Kama nimewahi na hisi tawi ya kusinia. Ndio. Winnie fresh mtindi itakuwa pale. Na hapa tuko nayo winnie fresh mtindi hapa naburudika. Ongeleni kwa winnie fresh mtindi, wadhamini watakuwepo na matukio mbalimbali yatakuwa, lakini zaidi ya yote ukiwa mbali kusiniai kutupi. Sawa. Tunasema weka bando, washa data. Tutakwenda live. Sawa. Kama hujawahi kuiona Emau, hujawahi kuiona Buligota Manzese, hujawahi kuona Samaria, hujawahi kuona Injilisti, hujawahi kuona Sintuo Kilosa, hujawahi kuona Magomeni, njoo utaona. Au ratibu weka bando, washa data, utawaona vijana wa kusini hawa wakimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji na ujuzi wa kafakari au vitambulisho vya tayo kusini hawa. Sawa. Katibu kanda, nikushukuru sana kwa maelekezo hayo. Nafikiri tulitamani kusikia hilo ili kuweza kujiridhisha na kuweza kujipa moyo na maandalizi kwa hawa Emau ambao ni wageni waalikwa sasa
kuja kushiriki tukio hilo. Kama kuna lingine la ziada ambalo uko nalo, karibu. Lingine la ziada kwangu, Ndio. zidi kuombea tukio. Ndio. Tukio ni la vijana kusini ya, tukio si la mtu, tukio ni la vijana. Ndio. Lakini niwakaribishe Emau. Amen. Tukaribishe Emau, tukaribishe Taumedia, na mimi hivi tutakuwa muda wote. Ndio. Lakini la mwisho kabisa, tuwaalike watu wajasiriamali, wafanyabiashara ambao wanatamani kutangaza biashara zao, shughuli zao, watumie hii platform ya tukio hili. Sawa. Kwa sababu tukio itakwenda live. Kwa hiyo wadhamini ambao tutakuwa nao siku ile, ina maana watapata nafasi ya kufanya mahojiano pale na Taumedia kusini na matukio mengi yatakwenda live, utapata muda wa kuonyesha bidhaa zako. Kwa hiyo nakaribisha, lakini zaidi mwanangu umefanyika sana kwa kuona Emau tunashirikiana nasi katika kanda ya kusini kwa tukio nzima kubwa hili. Asante sana. Amina. Mungu akubariki sana, nikushukuru sana kwa muda wako. Sisi tunaendelea na kipindi. Amina. Barikiwe sana watu wa Mungu. Amina, Mungu akubariki sana. Asante mpenzi mtazamaji, hiyo ni sauti ya katibu kanda wa kanda ya kusini ambayo ndio mwenyeji wetu. Sasa ameshatupa kibali na ameidhinisha kwamba tukio hili kumbe lipo. Kwa hiyo Emau mmekaribishwa ipasavyo. Amesema timu nzima muhudhurie kama mlivyo. Mpenzi mtazamaji, nafikiri sasa baada ya kufuatilia mahojiano yetu toka mwanzo mpaka sasa, nafikiri wakati huu sasa tutoe shukrani zetu za dhati sana kwako mtazamaji wetu wa Taumedia kusini lakini nafikiri kwa kauli ya katibu kanda amejaribu kuelezea vitu vingi sana, tumemuelewa, na kubwa zaidi amesisitiza sana swala la wafanyabiashara kuchukua nafasi hii sasa kuweza kutangaza biashara zao mbalimbali. Hata Emau na nyinyi mnakaribishwa kutangaza biashara zenu mbalimbali kupitia Taumedia kusini tumtuunge mkono Taumedia na timu nzima ya Taumedia tutakuwepo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tuna kauli mbiu inasema weka data washa data, weka data washa data. Yani siku hiyo tutakuwepo, tuko mubashara kupitia Taumedia kusini Kwa hiyo niwakaribisha sana wapenzi watazamaji wa maeneo mbalimbali ndani ya kanda ya kusini na kanda zingine, lakini hata nje ya dosisi yetu ya Morogoro tunakaribisha kuweza kushiriki tukio hili kubwa sana. Lakini kubwa zaidi, Emau kwaya watakiwasha, si ndio? Sasa kama mtakiwasha, anatamani kufahamu kwamba Emau watakiwashaje. Mwalimu, kwa sababu upo hapo, hebu chukua hiyo maiki kwanza, tupe kionjo kwanza, tupe kionjo hapa. Mimi naweza nikasimama nikaanza kudansi hapa. Karibu mwalimu kwa ajili ya kutupa kionjo kwa ajili ya tarehe 29. Karibu sana. Najishusha Yesu, najishusha kwako, najishusha Yesu, najishusha kwako, nanyenyekea chini ya mkono wako Bwana, nanyenyekea chini ya mkono wako Bwana. Amina, nadhani tunajishusha sana. Amina. Kwa hiyo karibuni mje mtutizame siku hiyo. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Mungu awabariki sana Emau. Mungu awape neema nyingine na nyingine tena, mzidi kukua katika haya. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa kwenye kipindi chetu pamoja na timu nzima ya Emau kwaya kutoka hapa Dumila Morogoro, na tumekuja timu ya media kwa ajili ya kuonana nao kwa ajili ya kuweza kujua maandalizi yao kwa ajili ya ushiriki wa tukio zima la tarehe 29 kule kanda ya kusini Taumedia tuko hapa leo Dumila, na nafikiri tumesikia mawili matatu kutoka kwa kila mmoja. Tulikuwa na mwenyekiti, tulikuwa na mwalimu, lakini tulikuwa na mjumbe kwa ajili ya kuelezea maandalizi. Sasa wewe ambaye umepata taarifa hii ya tukio hili, usipange kukosa. Mambo ni mazuri sana, na tutakuwa mubashara kupitia Taumedia kusini lakini pia tutakuwa kupitia Instagram, lakini pia tutakuwa live kupitia YouTube. Kwa hiyo hata kama hutofika katika tukio, utakapokuwepo huko utakuwa unatufuatilia, utawaona Emau live kupitia media zetu. Nishukuru nafasi hii kuwashukuru sana wana Emau. Mungu awabariki sana kwa unyenyekevu wenu, lakini pia kwa kuweza kutukubalia sisi Taumedia kufika hapa kuweza kufanya mahojiano haya. Mungu awabariki sana na niwapongeze sana. Asanteni sana. Au kama kuna ziada mwenyekiti, karibu. Watu wa kusini wasikose.
tutakiwasha. Tutakiwasha hasa kumtukuza Mungu. Amina. Amina. Mungu akubariki sana. Amina sana, Mungu awabariki sana, na tumefikia tamati ya kipindi chetu. Basi tutakutana wakati mwingine kwa ajili ya ratiba zingine zijazo. Mungu awabariki sana. Asanteni. Basi tuwaage namna hiyo watazamaji wetu. Kwa elimu tukutane tarehe 29. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asante. Wena, haya maziwa manua wapi? Maziwa machungu hivi jamani. Ni maziwa gani eti? Maziwa hata hayafai. Dada vipi? Yaani haya maziwa ni mabaya, sio nataka yapata hapo mtoto. Maziwa gani haya? Yaani hebu onja na wewe. Maziwa ni mabaya, sio kama maziwa togwa. Maziwa ni mabaya kwa kweli, sio nataka yapata hapo mtoto. Hebu weka hapo chini hapo. Mbona unahangaika sana dadangu? Maziwa gani namna hiyo? Maziwa kama nanili? Yaani maziwa ni mabaya, sijapata kuona. Ngoja nikupe mix maziwa. Maziwa gani tena jamani? Sio maziwa gani, hem cheki. Angalia hilo kwanza, hata chupa ieleweki. Chupa gani? Si maziwa ni mabaya. Cheki kitu. Kwanza soma lebo. Hayo ni maziwa. Umeona? Inaitwa Winie Fresh Mtindi. Fresh Mtindi. Hebu yaonje kwanza. Yasija kando yale yale. Onja kwanza dadangu. Mbona unakuwa na shida? Maziwa mazuri sana haya. Sasa hayo anaitwa Winie Fresh Mtindi. Ni matamu sana. Haya ni maziwa mazuri kwa afya yako. Ni maziwa mazuri kwa ajili ya chakula. Ndio. Unaweza kulia chakula chochote unachohitaji wewe. Lakini hata kama huna chakula unaweza kukanywa tu peke yake, chakula tosha. Maziwa haya yanapatikanika ndani ya mkoa huu wa Morogoro, yanapatikanika katika maeneo yetu mbalimbali. Kilosa mjini, Dumila mjini, lakini pia Gairo yanapatikanika, lakini pia ukienda Morogoro mjini yanapatikanika. Na kwa maelezo zaidi tu unaweza ukapiga simu namba. Umeona namba hizo chini hapo? Namba 07 19 88 29 66. Ukipiga tu hapo kokote ulipo, Winie Mtindi Fresh unampata. Umeona dadangu? Namna hiyo bwana. Ni Winie Fresh Mtindi.